Sema amen. You cannot preach to a hungry person. Tuangalie na chapa. Mwalimu amekaa hapa, huyu mwalimu. Kuja mwalimu. Tulijuana na yeye akikuja hapa hata viatu hata nini hapa. Tumeteseka na yeye hapa. Huyu msemo unasema nilipatia advice. Kucha. Alinipatia advice. Kuna siku nilikuwa nakasirika hapa napiga watu makofi. Huyu msemo na age yake. Kanaambia pastor, mimi nataka tu pastor na kuogopa lakini naomba nikupe advice. Nikamwambia sema. Kanaambia pastor, kuna kuwaga na hasira kubwa sana. Unaweza kupunguza haki ya hasira pastor chache. Watu wanakuja wanatoroka vile vile, unapiga watu, unatukana watu. Pastor una roho nzuri ya kupeana lakini una hasira sana. Uliniambia pastor by the way alikuwa anakasirika sana. That time alikuwa anatuambia tuache pale mbele. Watu wakienda ndio watusi watu pole vizuri. Unajua huwezi tusi watu kama wageni wako. Lakini tukiacha wale watu wa kanisa, siku hiyo nikaona karibu apige hata baby. Nikamwambia cool down at least with time, na uzuri wa umri wangu aliniheshimu. Nikamwambia let's go pole pole. Hata roho haikujengwa siku moja. It was a continuous process mpaka ikajengeka. By that time kanisa letu lilikuwa limeharibika by the way. Kulikuwa wezi wengi hapa, Kanyari akiongea watu pale, watu wakiamka simu zinaenda na matamaa. So there were so many things to advise pastor. What you can do at least, chukua watu ambao wanaelewa na watu ambao wanamcha Mungu. Tulikuwa tukiingia pale unangotewa hivi go. Sasa unashindwa hii baada ya usalimiwe vizuri, wapiwe karibu, unangotewa. Unaona hapa hii si kanisa, ni kwamba unakaribishwa kwa baba. So tukaendelea pole pole, at least tukaimprove, na tukaanza kuachwa hapa, tukawa tunapeana mawaidha every time, na tukacheza. Dressing hatukuwa tuna dressing. Huyu ndiye alitufunza. Tukaambiwa we don't dress kama unaenda kuchunga ng'ombe. Piga kiatu rangi, vaa kashati kazuri, vaa nini. Watu walikuwa wanakuja na magambu. Unakaa na mtu hapo unanuka kama ng'ombe, hata huwezi kaa. But at the moment I can see at least watu wameng'ara, people are very clean. Hata ukikaa na mtu hapo una shida, you feel comfortable. Na kushukuru kwa kuchukua mawaidha yako, and you changed. Kutuziwa, you should have that teachable spirit. Ikiwa wewe si mtu ambaye unaweza kuta, if prophet here can tell something which is bad about me, I should be ready to rectify. Na uchange. Lakini ikiwa wewe ni kichwa kuu, huwezi ambiwa. Hata sisi, we are retired teachers. Tulikuwa, that's why sometimes tulikuwa tunachukua kiboko na piga ule mtu. Japokuwa sijawahi kucheza primary. Primary ndio wanapigwa. Secondary, huwezi piga watu, hao ni watu wakubwa. Huyo ni mtu unaweza mwambia na arekebishe. So, Kanyari akikutusi today, don't take it serious. No, sometimes ni kujoka na joke. Ukikutana next time, hata kuwa hivyo. So, let's give him ample time. I'm very happy that the church is rectified and their glory. God bless you. Mwalimu alinipatia na kaniambia pastor unapiga kelele sana pastor. Why don't you listen to that? Nikamwambia sawa. Nikaelewa watu. Maana nilikuwa nasimama hapa naitukana watu ng'ombe. Sasa unafanya kazi gani? Sina kazi. Wewe ni mjinga sana. Wewe unafanya kazi gani? Sina kazi. Una sadaka, wewe ni kondoo. Wewe sema hivi. Lakini nikaelewa teaching vile amesema is a process. Lazima ufundishe mtu and you take your time kufundisha mtu. Ndio maana mimi ya good listener kwa TikTok. Kama ningekuwa not a good listener, kuna mapastors hawawezi ongea na watu vile naongea na wao katika TikTok. But I do that because nimelearn for 25 years. Understanding ya watu ni very different. Watu hawawezi elewa vile watu wote wanaelewa. Sema amen. Siku ya leo Mungu akubariki.
jina la Yesu. Katika kitabu cha James 5 verse 13, ninapomalizia tunaongea kuhusu mambo ya prayers. Kwa nini kanisa inaanguka? Why is your life going down? Kwa nini hauinuki katika mambo ambayo unafanya? Ni kwa sababu unakosa maombi. Hata ukiomba unaomba maombi ambayo hayako serious. You are not serious in prayer. That's why tunateremka chini na hatuendelee juu. James 5:13 kwa haraka secretary. Biblia inasema, je, mtu yeyote miongoni mwenu apatwa na taabu, basi inampasa aombe? Je, kuna yeyote mwenye furaha, basi naimbe nyimbo za kusifu? Je, kuna yeyote miongoni mwenu aliye mgonjwa? Mtu yeyote aliye na shida inampasa aombe. Rudia hiyo verse. Je, kuna yeyote miongoni mwenu mwenye furaha, basi naimbe nyimbo za kusifu? Panda juu haraka. Je, mtu yeyote miongoni mwenu amepatwa na taabu, basi inapaswa aombe. Aombe. Ni taabu gani uko nayo? Can you pray? Which difficult? Hakuna mtu anaweza kusaidia Kenya. Wacha niwaambie kitu moja. Even your own brother hawezi kusaidia. Usidanganywe na mtu ati kuna mtu kusaidia fully usimame na miguu yako na uwe mzee. No. Mimi wakati nilikuwa na skano ya return, nilikuwa na watu wengi. Kanisa yangu ilikuwa inatoa sadaka hata ya 1 million Kenya shillings na sijaitisha sadaka. Hakuna watu walisimama na mimi, walitoroka watu wote. Nilikuwa naamka saa 6 usiku mpaka natema damu. Ni pressure. Unaangalia gazeti zote Kenya ni kanyari, mapicha yangu kila mahali. Mpaka natapika damu. Nobody was there for me. Even my own family, wote waliondoka. Wakati Yesu alipatwa na taabu, mpaka washirika wake wote, wanafunzi wake wote walimwacha. Simama na miguu yako, kuwa muombaji. Mwambie Mungu, nisimamishe na miguu yangu. Maana najua hata hawa wananifuata maana ya mikate ambayo niko nayo. Mikate kisha hautawaona kwa maisha. Si kwa sababu wewe ni mrembo ndio maana unapigiwa simu. No. Si kwa sababu mimi Prophet Kanyana am so good. That's why umejaa kwa hii kanisa, you are listening to me. No. You usidanganye. You are here because Mungu amekwambia uje hapa. Kile kiko ndani yangu siku ile kitaondoka. Nitakuwa just an empty person. A dead person walking. Watu wanasema ndio Kanyana. Kai, ndio alikuwa athirite. Kai, na watu wanaishana. Wewe amekonda kalia huko. Unaona kucheza na Mungu hivyo ndio watu wanasema. Unaona kucheza na Mungu, Kanyana anacheza na Mungu wewe. Ndio kwa walikufa anakufa. Mimi siwezi kubali kupea nafasi maadui zangu washerekee. Usipatie nafasi maadui zako washerekee. Usipatie nafasi your ex-boyfriend asherekee. Usipatie nafasi your ex-husband asherekee. Vaa vizuri, kula vizuri, enda shule na Mungu atakubariki katika jina la Yesu.